urimi waku ukongerera mazao maku na ugakorwo ugitumira technology iria ciroka tukunyitwo geni ni murata wakwa gwitwo hata ta introduce haria muriaga erori mama ritwa njitagwo Dennis Murithi na ni CEO wa Farming Wonder. Karibuni sana hapa Farming Wonder. Nitukumũthomithia maundu maingi kuhusu migunda ino ya ngorofa. Otoguo Njoroge arauga ni guthie iguru. Sawa sawa, ririkana gibindi Murimi Muramati giukaga kuri we ugakorwo na nie ngubundithie uhoro wa guikara wega, uhoro wa kuria irio njega, uhoro wa guthondeka mbica thiini wa urimi. Murimi Muramati. Thank you. Asante sana kwa kunikaribisha hapa kwenyu. Karibu. Tumepotea, tunazunguka lakini mandhari yenu mzuri sana. I like the way this place is. It shows bado Kenya kuna green. Unajua mtu ametoka na Rongai, mtu ametoka Kajiado, hata nyasi imekauka. Hapa kwenyu ni kama mnaipatia kila crop yote maji unaichunga vizuri. Yes. Now, I want you to introduce yourself officially. Uambie wakulima unaitwa nani, what you do. Ndio tuweze kuendelea tukijulisha wakulima kuhusu mambo ambayo mnafanya ambayo ni wonderful hapa. Kwa majina naitwa Dennis Murithi. I'm the CEO of Farming Wonder. Hapa Farming Wonder kenye tunalima na kutumia teknolojia yenye tunaita Mawanda multi-story garden. Yani tunatengeneza shamba za gorofa ili tuweze kumaximize hiyo space yenye uko nayo kidogo inakuwa more productive. Na inakuwa easier ku maintain. Tuko located Kenyatta Road on your way to Gatondo. Mwenye umesikia Njoro alikuwa amepotea juku, unajua kuna mambo zinafurahisha sana. Watu wanalima vizuri, bado kuna development sana za real estate. So mashamba zinaenda zikipungua. Kweli kabisa. Na venye mashamba tu zinaenda zikipungua, ndio maana itabidi tumetumia teknolojia. Exactly. Now that's where I want us to talk about. Nini na necessitate mambo ya kuangalia kwamba tunaweza panda tukipanda gorofa na sio nini. One, nimekuwa nikitembea huko towns, urban centers. Na unaona watu either kwa kitchen garden, mtu anatengeneza hii story garden. Now, because it is something that it is not a normal thing. Hatujakuwa tukizoea hii shamba. Hii maneno imetoka wapi? Kuna background yake, kuna ka history kidogo na necessity yake ni nini? Ndio maana tunachukua mwelekeo wa hii mambo ya wonder farming. Tunaweza sema challenges ndo zinafanyanga watu wanakuwa innovative. Tukitafuta solution. So for instance kama sisi tuko located hapa Kiambu. Na ukiangalia venye Kiambu inaendelea, Kiambu imekuwa agricultural land for a very long time. But saa hizi imekuwa bedroom ya Nairobi. Watu wenye wanafanya kazi Nairobi wote wanahamia Nairobi. Watu wenye wote wanatoka kama ni area za Nyeri, Murang'a, wapi wanataka kukaribia Nairobi, so wanakuja kusettle Kiambu. Na wakikuja kusettle Kiambu, shamba inapungua. So roughly Kiambu shamba yenye unaweza pata ni kama 50 by 100. Hizo ndo zinapatikana kwa urahisi. Na ukipata hapo ndo utajenga, na hapo ndo utataka kukua na shamba yako, na hapo ndo utataka kufanya hata zile mambo zingine. So ukishajenga space yenye inabaki space kidogo sana. Ndio maana sasa watu walianza kukua innovative, wakaanza kutumia ngunia ili waweze kuutilize the vertical space. Juu pia kuna mtu alisema kwenda kando unaenda kwa jirani, lakini kuenda juu kuna mtu mnabishana, mnaulizana na So in a have tunakuwa innovative in such a way that we are utilizing the vertical space. That's why hata manyumba zinajengwa za gorofa. So with the idea yenye ilikuwa ya tulikuwa naita bag farming, unachukua ngunia, unachanganya mchanga yako na manyua, alafu unatoboa mashimo huku kando unapanda. Hiyo ndio ilikuwa teknolojia ya kwanza. But ilikuwa na zile challenges zake. Unapata watering on a vertical services normally a challenge. Kwa ile ukuta yake kwenye umedunga mashimo, ukimwaga maji ina flow inapotea. So mimea hazipati maji ya kutosha. So that's when we as Farming Wonder in the beginning haikuwa as a business, ilianzia hapa. So kusolve hiyo challenge ndio tuka innovate the multi-story garden. So tukaona tunaweza anzia na area kubwa,
tunapunguza mahali ambapo ukimwaga maji haipotei, so mmea yako inapata maji ya kutosha. And that's how it converted to being a business. Wow. Hapa umesema kitu muhimu sana. Sababu shamba ya Kiambu tunakubaliana. Hata kuna mzee mwingine rafiki yangu pale karibu Ngego. Alikuwa ananiambia mimi vijana, sasa niliwaambia mimi ukimaliza kusoma enda. Kashamba kangu ni kadogo hapa, hatutasumbuana na wewe. So unaona, imagine kama kuna shamba inabaki kwa sisi vijana ama wazazi ku inherit, na bado tunataka kukula. Tumegroia kwa setup ambayo tunajua tunapenda ukulima, tunafanya ukulima ndio tukule. And the funny thing about labda maswali 2-3 za vertical farming ambazo labda ndakuuliza tukifika kwa ground ni kwamba yes, tunasema tuna conserve maji ndio isipotee, because tume improve from gunia to now this kind of farming. Kuna challenges ambayo ni kama ukimwagilia maji maji residue yake itarudi kwa ile ya mwisho kabisa. Kwa hivyo hizi za juu hiyo maji itapotea ama kunaenda namna gani? Okay, hapo kwa maji ni ati kitu ya kwanza, kama hizo shamba zetu venye mnaziona, hizo venye zikisha grow kubwa zinaforma canopy. Canopy yenye inaweka shade ili inapunguza rate evaporation. So pia hiyo ni another way ina conserve maji isipotee. Alafu tukisha set up hiyo shamba, for the first time tu ndo utapea maji vizuri. Hizi wakati zingine already hiyo mchanga yetu itakuwa saturated vizuri na maji, so utakuwa unapea tu maji kidogo, inatosheka. So ni kumaanisha ile maji haitakuwa inafurua ati inaenda ikiendanga juu yenyewe imejiwekea ile moisture. Alafu idea nyingine other than kusave maji, kitu yenye muhimu zaidi ni ati tuna maximize on space. Juu ka space Kenya tunatumia kutengeneza hii shamba yetu kakona base diameter ya 4.5 feet. And with that base diameter ya 4.5 feet, hata kuchukua hiyo square ya 4.5 by 4.5, the maximum unaweza panda, ukipanda kawaida ni mimea 16. Lakini hii shamba yetu ukishaitengeneza unapanda mimea 120 from the same space. The same space. So hiyo kumultiply. Yani tuna maximize kumultiply hiyo shamba. Ni kama tu vile tu tunailinganisha na kama nyumba ya gorofa. Nyumba ya gorofa ukiweka chini kama wewe landlord unaelewa hii maneno. Ukiweka floor ya chini watu wanaishi 10, ukiongeza floor nyingine 20, nyingine the same nyumba ya gorofa. That is lovely. That is lovely. So sana sababu mna deal ni kama kusaidia wakulima ku understand. Information ya kwanza tunawapeanga ni gani? When now you want, tuseme Njoroge ni mtu hajawahi fanya hii. Sasa ni nini ambayo unaniambia ambayo labda inanifanya ni opt ku change the idea? Okay, tuko na clients mara mbili. Tuko na customer mara mbili. Kuna wale wanafanya for kitchen gardening na kuna wale wanafanya for commercial farming. Tukianzia na mtu wa kitchen garden, niyo mwenye tumesema ako kwa kashamba kidogo, amejenga hapo ndo anaishi na hataki kwenda kuwa ananunua sukuma na anataka kukula sukuma zenye anajua zimekuzwa aje. Huyo ni customer wetu wa kwanza. So kitu ya kwanza ni tujue space yake inatoshana aje, ama pia familia yake inatoshana aje, ama anatumia mboga gani sana kwa nyumbani. So hapo tutaweza kumu-advise, hii space yako itatoshea gardens kama 3. Hizi gardens shamba zetu 3, utapanda moja sukuma, ingine managu, ingine terere. Uweke kitunguu hapo juu, dania, unaweza ongeza tu matunda tu strawberry kiasi. So hiyo itakuwa sustainable. Atakuwa amesave on the cost ya kununuaga sukuma daily. So hiyo ni pesa amesave considering na economy ya sahi. Kitu kingine ni ya muhimu zaidi ni afya yetu. Yenye tunasema tunakuza mimea yetu food for medicine. Whereby tunakula sukuma zetu zenye tunajua hatujatumia chemicals nini juu lifestyle yenye inakuja hizi mimea yenye tunakula sana unapata zimepigwa madawa mingi na hizo ndo zinakuja kutuletea shida baadaye. Tunataka tukule organic. Tunataka tukule vitu organic. So kitu ya kwanza hiyo ni the most important thing ni health. The other thing ni ati inakusaidia in terms of economy wise. You reduce on what takes you to the market.
Safari yako ya soko inakuwa labda ni vitu zingine, lakini unasema mboga yangu ndakuwa at least niko sustainable nayo. Na unaona another thing ni therapy. Hata ukienda hapo ukitekia care ni kitu relieve stress, unasikia umepumzika. Yani ni kitu interesting. Sababu that's true sababu the moment unajua saa zile umetoka nje unaanza kuangalia hii labda unaenda kuangalia ile inalemewa, just taking care of it is another therapy. True, unaipatia maji. Yeah, so the second category ya clients wetu ni watu wanafanya commercial. Na sana tuna focus kwa watu wenye wako passionate sana kufanya agriculture, na bado pia watu wenye wanataka kuingilia ukulima. Unapata kuna hao wenye tunaita telephone farmers. Telephone farmers ni yule mtu mwenye anaishi Nairobi, anapiga simu Ugesagi, mumewekea nyanya dawa, mumemwagia maji. Lakini hiyo telephone farming ni challenge. Sasa hiyo challenge, sasa hatutaki hiyo mtu akuwa anapiga simu nyumbani kilomita 200 kuconfirm venye shamba inaendelea. Tunataka maybe akona kaproti mahali huku tu within Nairobi mahali anaishi Kenya ni ka 50 by 100 ama ni hiyo 100 by 100. Sasa tunamwambia hutashinda ukichoka sana kushinda kutravel mbali kupiga simu mingi, saa zingine unapata umedanganywa venye mambo inaendelea. So hiyo plot yenye uko nayo karibu na wewe, which is a 50 by 100 ama 100 by 100, tunakuja tunakuhesabia. Nakwambia kama hiyo 50 by 100 inaingia 100 gardens. And with 100 gardens, in terms of production wise, ukicalculate ukishavuna kama umepanda vitu kama vegetables, utakuwa unavuna kama mtu ako na eka 1.5 from the 50 by 100. Juu nakumbuka ile shamba yetu tumemultiply mara ngapi? 50 by 100 mara 10. Juu ni from 16 to 120. So unaona hiyo ni kama almost multiplying that plot by 10 times. So unaona ukilinganisha, unaona uko na ile eka moja nyumbani, afadhali nilime tu hapa karibu. Kitu kingine tunasema umekaribia soko. Juu unaona umeifanya karibu na mahali kuna high demand. Sababu itakuwa tofauti na ule mtu anatoka Kirinyaga, mtu anatoka Nyeri, mtu anatoka Nakuru. Kwa hivyo hiyo cost ya transport tunaiweka pale. Cost ya transport reduce, kushindaga management imekuwa rahisi kwako. Na bado hata hizo 100 gardens utahitaji tu mtu mmoja. Comparing ukiwa na hiyo eka moja, mtu mmoja kusustain hiyo eka mzima akiwa peke yake inaweza kuwa challenge. So hizo ndio advantages zenye tunaweza sema, hizo ndo the type of clients wenye tuko nao. Na hatusemi tu ati ni Kiambu ama within Nairobi, lakini tunaenda all over. Kama kuna projects tumefanya Eldoret, kuna projects tumefanya Western Kenya, areas za Northern Coast. So tunafanya all over. Now, a question would be, ni plants gani ambazo zinaingiana na this kind of farming? Unajua huwezi panda mahindi hapo, labda mbosho. Hebu tutajie the kind of plants ambazo mkulima anaweza fanya kwa hii kuitumia multi-story garden. So tunaweza sema all the vegetables. All the vegetables. Juu kuna kitu moja, tuko na two sizes ya multi-story gardens. Tuko na moja yenye tunasemanga iko na planting space ya 3 inches. Hiyo tunaitanga 3 inch multi-story garden. Hiyo utapanda akina sukuma, spinach, managu, terere, kunde na hata strawberry utapanda kwa hiyo. Kuna ile ingine kubwa iko na planting space kubwa ya 6 inches yenye tunapanda vitu kama akina cabbage, beetroot, broccoli, cauliflower. Hizi vitu sasa zinalikuwa space kubwa. Akina capsicum, hiyo unaweza panda kwa hiyo kubwa. So tuseme kwa familia ya hizi akina brassica na hizi vegetables zote hizo tuko sorted. Hiyo iko sorted. Hizo utapanda. Na hata pia akina herbs, hizo spices zote utapanda. The only thing yenye huwezi panda kwa hizi multi-story garden ni kitu kama mti. Mti ndio huwezi panda, but vitu kama mbosho tumejaribu, zina perform vizuri sana. Mahindi tumejaribu, ina perform vizuri sana. So tunaweza sema the only thing yenye haiwezi panda tu ni kitu kama mti.
Yeah, na vitu mahindi tuseme inaweza mea, lakini tuseme commercially ndio nataka kusema sustainability na viability. Sasa unajua kwa kitchen garden unaweza weka mahindi zako kadhaa, 2 tu za maridadi pia. Itakuwa pia ni kama flowers. Okay, now let's talk. Sababu umetaja, I want us to talk about strawberry. Strawberry ndio ni ilete pale. Kwanza tunatengenezanga strawberry na kuanga ni seedlings, unatengeneza nursery ama unakuja tuna plant seeds zenyewe ndani hapo? Okay, kuna kuanga na both options, kuna ya seedlings na kuna ya seeds. The only kitu tofauti tu ni ati seeds kupata inakuanga a bit ni tricky, hazipatikani virahisi. So lakini seedlings ndizo ndio tunapata kwa urahisi. Seedlings unaenda kwa shamba, kuna zile tukienda kwa shamba nitawaonyesha, kuna zile zinatoa runners, tunazitaga runners. Hizo runners tunaweza tumia, zinakuanga seedlings, tunazipropagate. Sasa hiyo ndio itakuwa mmea yetu. Sasa hiyo ndio itakuwa seedling, unaweza uzia mtu ama unaweza transplant mahali kwingine. Pia kuna another method ya kuharvest seedlings, ya kuna kusplit zile the existing plants, after some time unapatanga zimejimultiply mingi, so unazisplit. Hapo ndio pia unapata hizo nini Niterera hau no akaigua ati turauga atiriri murimi hindi ciothe ni turakora twina challenges nene muno. Tuge kia mbere ni twerwo ati wega mundu andu aria mamenyerete kurimaga na thimo, we huraga thimo koragia gicagi kuhana atia, kurathi na mbere atia. Riu ni turapungucirwo maundu mau tondu waikara kwina tauni ona ko ni kabrothi kanini gaka multiply maita 5 kana guthii na nginya 10 tondu tene turakirimaga haha no riu wanjia kuhaica ngathi oguo urahaica ngathi no taguo urongerera ki mugunda waku niguo turuga atiriri ungiaka broti wake nyumba ya thi na guko iguru ndukwambata mundu ngioke nake ongerere ngorobe nengi noguo ra multiply koguo no wagura broti ingi. Ningio turauga atiriri turarima na teknolojia ya thiko ici tucenjie maundu, ona mboga iro rehandira hau uguo hakuhi nawe ni uramenya niki uraria na kiri uraria ni uramenya ni githeru ni we wihandeire. Nikio turoka guthoma uhondo wa vertical farming, kwambata na iguru ku multiply migunda itu na niguo kimera gitu kana irio citu cigakorwo cikiongerereka. Gividi ni Murimi Muramati na Njoroge gikwire tuthie mugunda wenyewe wionere gividi goka Thursday thaa 10 ugakorwo na niĩ ngĩgũbundithia maũndũ ma ũramati wa maũndũ ma ũrĩmi. Koguo tũthiĩ ici tukone ũhoro wa mboga ũrĩa irathondekwo. Man Njoroge tuonane. Kwa hivyo sasa nataka utupeleke kwenye shamba sasa. Tuone. Unajua kuona ndio mzuri. Maridadi sana. Mtu hawezi amini. Mtu hawezi amini. Nataka unajua bado kitu kingine tunataka. Nakumbuka kuna wakati kuna msichana alikuwa anapeana speech mahali akasema let's make farming sexy. Yes. Unakumbuka hiyo? So anasema ana slay kwa shamba. Unaifanya inakuwa kitu interesting. Isikwe boring. Una motivate hata sisi kama sisi ma youths. Pia inakuwa rahisi kwa watu wenye retirees. Unaona hapa hakuna kushika jembe. Hapa hakuna kushika jembe. So hapa unapalilia ukiwa umesimama. Na unajua weeding ni very minimal Unaona after zimekuwa kubwa hivi, wenye tu tulikuwa nasema zina form a canopy, zina reduce the evaporation, bado zina reduce weeds from growing. Jua kuna weeds zita grow chini ya kivuli hizi sukuma zingine na hizi spinach. Wow. Now take us process sasa step by step. Mtu ndio uanze kutengeneza hii. Unahitaji nini? Kitu ya kwanza na ni muhimu zaidi ni space. Hiyo space ndio ya kwanza. Na hiyo space ndio itadetermine zitatoshea ngapi kwa hiyo space yako. Kitu kingine tunahitaji soil. Tunataka kujua the type of the soil yenye uko nayo. Kuna specific. Soil yenye mzuri ya vertical gardening inakuanga ni loam soil. Loam soil ni ile sio red soil. Red soil iko kwa kategoria ya loam soil. Nikisema loam soil na naiweka hivyo loam soil hili, hata ule mtu mwenye ako unaona kama mchanga ya Nakuru ama mchanga ya huku Kinango haikuangi red, lakini inakuanga
na drainage mzuri. Inakuanga fine tu, inakaa tu kama hii red soil. The only thing ni rangi tofauti. So hiyo tunaikategorize, tunaita rom soil. Juu iko na drainage mzuri, na in terms of hata mvua ikinyesha sana maji itaenda, haitakuwa na nini, haita stagnate unlike na cotton soil. Black cotton hata ndo maana unaonanga tukijenga tuna scoop hiyo cotton tunaitoa juu saa zingine ikipata maji mingi inafura na inaweza haribu hizi wards za hii garden, itabust. Inaweza ziharibu. Another thing, ikidry inakauka sana, inapasuka. So we prefer using the rom soil. Because black cotton najua ikikauka hata ina suffocate roots za plants. So zinashindwa kubreathe, chances za kukauka ni mingi. Ni nyingine. So tumekuwa na space yetu, tuko na mchanga, tumejua mchanga sasa ni rom soil ama hiyo red soil. Kama huna mchanga, uko area ya cotton soil, si ati hutatengeneza garden. The only thing utafanya ni ati utahave kusolve for red soil mahali kwingine. Tutahitaji manure, where we prefer either you can use compost, you can use either goat manure, ama pia unaweza tumia the organic fertilizers. Kama kuna yenye huwa tunatumia hapa tunaita pure plant soil amender, inasaidia pia kuamend mchanga. Mchanga inaacha kushikana kukaa kimawe. So inasaidia na aeration, inasaidia na hold maji na kufasten growth na kuongeza carbon kwa mchanga. Right. So hizo ndio main components ambazo tunahitaji. Mimea. So mimea lazima mtu afanye kanasari hivi ama decide ni gani anafanya. Kama unataka kufanya spinach, unataka kufanya skuma, unataka hizo whichever you decide. Kama hizi tunazitangaje hii? Hizi ni lettuce. Hizi ni lettuce. So with us tuko na a full package ya ukitaka from tukusupplyie soil, tukusupplyie mimea, tukusupplyie hizo organic inputs, na pia tunaweza kufunza pia venye utatengeneza the organic pesticides. Juu saizi tunataka watu walime organically bila kutumia hizo makemikali mingi, na tunasema for healthy nation. Na food security. Tunaita food and nutrition security. Tuko na chakula ya kutosha na pia tuko na afya mzuri. So irrigation. Sasa how do we irrigate? Umesema kuna ile normally nikimwaga hapa hiyo maji itateremka mpaka kwa ya mwisho, ama unamwagilia unapatia kila layer yake unaiwekea. Ukiweka hapa unawekea hiyo, unakuja layer 2 hivyo depending na ni ngapi. So tuko na methods tunaweza sema kama roughly 3. Moja tunaweza tumia watering can. Watering can ni ile tu unaenda unajaza maji, unakuja unanyunyizia from the top, unaenda ile nyingine, unaenda ukishuka kwa kila layer, una make sure umepatia yote maji vizuri. The other option ni yenye unatumia hose pipe. Kama sisi tumeweka water points kwa hii shamba, kutoka huko juu tumekuja tukiweka water points. Mahali huwa tuna fix hose pipe yetu, tunakuja tunanyunyizia maji kutumia ile hose pipe. Na hiyo ingine sasa ni hii ya drip irrigation. So hii ya drip irrigation, it's the easiest. Juu sasa hii ukisha install drip irrigation yako, wewe kazi yenye tu utakuwa unafanya ni kwenda kufungulia hapo kwa tap. So inamwagia huku ndani. Kuna mashimo ziko huku. Sasa ina irrigate yenyewe. Inaji-irrigate yenyewe, na pia tume-advance in such a way that tumeweka water timer. Nitakuonyesha water timer moja tuko nayo hapo. Water timer unaiset. Unasema nataka shamba yangu iko ina-irrigatiwa every day at 4 PM for this duration. Kama irrigatiwe at 4 for 30 minutes. Shamba yangu najua itakuwa very irrigated. So tuko na hizo teknolojia, tunaenda tuki-advance with time. Yes. Okay, so solution ya maji ziko mingi. So kuna hiyo yenye tumesema unatumia hose pipe, unaweza tumia watering can, ama unaweza install the drip irrigation kama venye tumefanya. The best time ya kuirrigate inakuanga always ni jioni. Inakuanga jioni na asubuhi. Kuna nini zingine ambazo tunaongeza with time as tuseme kama for example tunaongelea sukuma ama spinach. Sasa ile tunafanya hii kulima ni nini fertilizer, umesema kuna organic, kuna zile ambazo mnatumia zingine. So kuchunga mmea, ni nini nyingine ambayo mnafanya sasa zile unachunga mmea?
Hiyo sasa tunaingia hapo, tunasema kitu ya kwanza tunaita sasa hivi tunaita soil health. Soil health sasa ndio ili pia upate mazao mzuri. Unajua chakula ya hiyo mmea iko kwa mchanga. So lazima tutunze hiyo mchanga vizuri. Na ndio tutatumia compost, tutumie either organic fertilizer ama tutumie kuna hiyo product nasema inaitwa soil amender which is biochar based. Inasaidia kuaerate mchanga, inasaidia mchanga kuroa acidity kwa mchanga. So feeding ya mchanga ni muhimu sana. Na hiyo feeding tuna feed before planting. Tukisha set up shamba yetu, sasa hapo ndo tutachanganya ile mix yetu na mchanga, alafu tuna backfill kwa huku kwa kupandia. Venye huwa tunaifanya, tukisha tengeneza shamba yote, hii space ya kupandia tunatoa mchanga kama inchi 3. Tukitoa hiyo mchanga inchi 3, usipatakuwa na hiyo mtaro. Hiyo mtaro sasa hiyo mchanga tumetoa tunaichanganya na ile mix yetu. Tukichanganya na mbolea vizuri tunakuja tuna backfill. Tukibackfill ndio tunapanda. Tunarudianga hiyo process each and every time una replant tena. But sasa mmea yetu juu kuna mmea tuta harvest kama spinach tunaweza harvest miezi 4-5. Utapata after every 2 months lazima tutop up mbolea. Na kutop up mbolea tunakuja tunatop up huku juu kwa hizi spacing. Hiyo ndio kitu ya kwanza tunafanya ku make sure our soil iko. Hapo ndio nilikuwa nataka kuuliza swali. Sababu umeniambia lakini unanijibu karibu nipate tu jibu. Nasema unajua sasa nimesema nimetengeneza umenitengenezea hii shamba. Alafu kinitengenezea nimeweka labda huko kwa gorofa juu. Itakaa kwa how long hiyo mchanga ndio tuseme sasa ni ndio iendelee kunipatia mazao vizuri. Itakaa nayo for how long? So hii shamba ndio nilikuwa naelezea tu, mara ya kwanza ni unaweka ukipanda mbolea, lakini after every 2 months lazima una top up na manure yako tena. Na ndio sasa utakuwa bado na mimea, utakuwa unaongezea kwa hizi spacing za mimea huku katikati. Huko ndio unaongeza. Juu hii shamba yetu inafaa kukuserve for over 10 years. Nilikuwa nataka kujua hapo. For over 10 years. Nisi-install kitu alafu baada ya miaka 2 unaanza nimeshaanza kuitoa tena. Kama hizi ziko na 10 years saa hizi kutoka ile tuko the 11th year saa hii kutoka ile wakati tulizi-install. Juu tulizi-install back in 2013. Wow. Sasa zimekuwa the only thing tunafanya ni kuscoop huku kwa terraces, kuchanganya hiyo mbolea tena vizuri na manure na kubackfill, tunaendelea na kupanda. Juu ile mchanga yenye tumeweka huku ndani purpose yake sana inakuanga ni ya kushikilia ile structure, ndio inakuanga pila ya hii shamba yetu. So kwenye tunahitaji sana ni huku kwa kupandia. So basically ni sustainable. And it's very sustainable. Wow, hata mimi naona sasa nashukuru hapa. Mboga za wazungu hizi ni zile mnakula kama ikiwa mbichi. Hizi ni lettuce. Tunasema ni za salad. Ni za salad hizi. Unaona kwa shamba moja unaweza mix. Si lazima tupande just one variety. You can do mix farming. Unaweza hii side moja unaweza gawanyisha hii shamba yetu na nini? Unaweza gawanyisha na nusu, side moja unapanda spinach, ingine unapanda sukuma kama venye tumefanya kwa hii. Hapa juu unaweka vitu kama akina lettuce, spinach, sukuma, hizi kama akina dania, spring onion, so you can do a variety kutoka kwa shamba moja. So unasema hata mix farming mtu anafanya. Such that you can do vegetables uchanganye. Hakuna zile zinagongana. Kama saa hii kuna a method yenye tunatumia tukipanda tunaita companion planting. Companion planting ni mahali unapanda different types ya crops zenye zinasaidiana in terms of repair insects. Unaona tunasema hii ni organic farming. Mahali yenye hatutumii hizo ma pesticides mingi, kemikali mingi kucontrol wadudu wetu. So kenye tunafanya kama unaweza pata kitu kama kitunguu na dania, hizo zinasaidia ukizipanda pamoja unapata zinasaidia kurepair wadudu wenye wange affect kitu kama spinach, kama sukuma ukipanda karibu na hizi vitu zingine. So zinasaidiananga kurepair insects. Another thing ni ati vitu kama pilipili, na ukichukua pilipili na garlic na ginger ukiziboil zote pamoja, alafu hiyo maji ikishapoa uisieve, uspray kwa matawi, it's a very good pesticide. Inasaidia kufukuza wadudu. So pia hata hiyo intercropping, kupanda mimea tofauti kwa the same garden, huwa inasaidia in terms of pest control.
Naona sukuma hapa. Sasa hii ndio ile vitu interesting about this. Na inakaa maridadi yenyewe. Venye ulisema inaleta nini kwa mwili? Therapy. Na sasa kama sukuma naona sasa zinafika mahali zinaenda juu zaidi. So hizi sukuma unaona tumekuwa tukiharvest for a very long time. Sasa hizi ndio tunataka kuzireplant tena. Ndio maana unaona zimerefuka. Na hata ukiangalia hata ikirefuka sana bado hakuna yenye inafunikia ingine na shade. Zote zina grow uniformly. Na hapo ndio tutisema hii technology inasaidia mimea ina grow uniformly, hakuna competition, hakuna yenye inafunikia ingine. And another thing yenye tunafanya, kuna mtu anaweza sema mbona usiplant ya moja sukuma, ingine spinach, ingine managu, terere hivyo kienda. Huwa hatu advocate for kuplant na layers hivyo. Juu unaweza panda sukuma hapa chini, upande spinach iwekee sukuma kivuli. So huwa tunagawanisha hii shamba yetu na nusu, ama hata unaweza gawanisha 3 quarters, lakini bora zikuwe uniform. Yes, kutoka juu unapanda, kama kutoka hapa juu kushuka hivi chini unapanda sukuma, hiyo side nyingine kutoka juu kwenda chini spinach. Hivyo zita grow uniformly. Yeah. Okay. So kuna advantage sababu venye umesema ni kumaanisha ya kwamba competition iko reduced sababu kila mmoja itapata nafasi yake. Chakula mbele umeweka mbolea pale peke yake, kwa hivyo inajipatia chakula chake peke yake. Kama ni maji, kama for example ni drip irrigation, every crop will get. Na ile ikikuwa mingi ya juu inateremka huku chini. Kila mmea tuseme iko independent. Juu hakuna competition ya maji, hakuna competition ya nutrients, na hakuna competition ya light. Tunaona pia ili mimea iperform vizuri inahitaji lighting mzuri. Na ukiangalia hata hizi zote hizi sukuma, hata kama venye unaona ziko karibu kuisha, tunamalizia, unaona zote zimemea uniform. Hakuna yenye hata yenye iko ya chini inatoshana na hii yenye iko hapa. Juu zote ziko na juu hata hizi spacing ya hii from one garden to the other zinakuwa standard. Huwa tunaweka spacing ya 2 feet. Ya 2 feet ni space yenye mtu atapita vizuri, unaweza pita hata na wheelbarrow na mimea yako bado inaendelea kupanda. Na hiyo unaona hata sisi tunapita vizuri bila kuinterfere na mimea. Nuno akigwa niki kigigiria we uge ati nduri na handu ha kurima na kurima werwo korwo ni na ka protein wakite handu haku no guka wekirirwo nyamu ino uwirimire na ino teno iraruta mboga ta cigana uguo iraudi imwe ino irahuthira ukuhanda mimera 120 igana ria 20 na nego kuhe between 7 to 9 kgs of vegetables per week. No akiona koguo ni kindu kimwe kina bata muno na hindi no refundithio guo umenya ni urerwa atiriri niki kigituma uthio kagure kindu kiri ungikuriria ugathie nduka kugura mboga na wina mugunda hau wina shamba na ni kanyamu kanini tu kararia kaeria kaigana uguo na ugakorwo wina mboga yaku na mboga yaku kamenyaga atiriri ni ndikuriirie ndiri na ni njikiraga ndawa korwo ni pesticide turatumira mathuguma ma mboko thiko ici tukatumira korwo ni kuigata wadudu tugatumira gitunguru rosemary kana ugekira dania hau ikaigata niki kigituma uthie nduka ukagure etha mundu uyu nikiugira andu aya kindu kia muico omuthikiriria na arimi ingimwira reke itukurie irio citu ikuririe irio citu utiramakania space iria wina yo either ni hau ni backyard yaku kana ni thiku ici andu ni maraka flat rooftop yaku reke to maximize to space tu tunini niguo turi irio cia organic irio style na chemical niguo tukona ugima mwega wa mwiri ngurekeria na kumwiria why buy what you can grow ungigura niki kiu ungikuriria na mundu angenda gukunyita ungenda gutunyita tagwo Farming Wonder no thie Facebook, Instagram, YouTube ni gutokora kuna na ritwa Farming Wonder na namba itu ya office ni 0724 000 070 0724 0470. Hau niho gibindi ni Murimi Muramati na Njoroge hindi ciothe ngwiraga gugubundithia kindu kuria kiega na kuthondeka mbeca.